Hapo zamani za kale, katika msitu mkubwa uliojaa sauti za ndege na vuguvugu za majani baridi, waliishi wanyama wa kila aina. Simba ambaye ni mfalme wa msitu, fisi mwenye kelele na tamaa, kichakuro mganga wa jadi anayeheshimika, na hapo hapo alikuwepo sungura, kiumbe mdogo mwenye akili nyingi kuliko ukubwa wake. Sungura hakupenda fitina, lakini alijua kutimiza haja zake kwa kutumia akili, sio nguvu. Wanyama walishangaa namna ambavyo siku zote aliweza kujinusuru na hatari. Siku moja, simba alijikuta akikasirika kwa sababu ya chakula kilichokuwa kikipotea kwenye ghala lake la siri. Pia kulikuwa na tetesi kuwa kuna mhusika anayeiba bila kuonekana, na kila mnyama aliposhtakiwa, jina moja lilikuwa linatajwa: lazima ni sungura. Lakini hakuna aliyewahi kumkamata. Simba aliitisha mkutano mkubwa kwenye uwanja wa Mwamba Mwekundu. Kisha simba akasema, leo tunahitaji kumkamata mwizi wa msitu, na nitahakikisha tunamfunza adabu. Wanyama wote wakatetemeka. Sungura alijifanya hajui chochote, aliweka mikono nyuma, akatikisa masikio, akatazama mbali kana kwamba hana habari kabisa. Simba akasema, nataka usiku wa manane tutamwekea mtego leo, tutajua mjanja ni nani. Sungura akaguna kimya kimya na kusema, haya sasa, ngoja tuone nani anamtega nani. Simba, fisi na chui walificha mitego katika sehemu tofauti, na mitego ilikuwa hivi: kapuni kubwa ya mizinga karibu na bwawa, kamba ya mtego kati ya miti miwili, shimo la siri lililofunikwa na majani, na wote wakakaa kimya wakisubiri. Lakini sungura akazunguka msitu taratibu, akasoma ardhi, akatazama nyayo, akahisi harufu ya fisi, akagundua majani yalibanwa ardhini, akatabasamu, akanusa hewa, kisha akasema, mitego yao ni kama mikoba ya watoto, wataona. Kwa ustadi alihamisha kamba ya mtego hadi juu ya mti ambapo fisi alikuwa amejificha. Kisha hakusogelea shimo na kapuni ya mzinga. Alifungua kidogo na kuweka kipande cha tunda ndani ili mzinga uamke. Matokeo yake, fisi akaanguka na mzinga akakimbia akipigwa. Simba akaingia kwenye shimo lililokuwa amejificha karibu sana na mahali palipohamishwa mtego, na chui akanasa kwenye kapuni aliyoitega mwenyewe. Asubuhi, wanyama walikuta viongozi wao wakiwa wamejificha, wameumizwa na wameaibika. Sungura akatoa busu la hewa na kusema, pole majirani, mitego mingine inahitaji akili. Habari zilifika mbali, wanyama wakasema, huyu sungura si wa kawaida, lazima ana uchawi. Mganga kicharuko akaamua kumtahini. Alitangaza kwamba kuna kilemba cha upepo kinachodaiwa kumpa mwenye kukivaa ujuzi wa kusikia sauti za mbali, kuona adui kabla hajafika, na kusoma mawazo. Wanyama walivutiwa, lakini ila moja, kilemba hicho kililindwa na mamba hatua 10, nyoka 4 na jiwe la laana. Mganga kicharuko akasema, anayeweza kukileta nitampa zawadi ya utajiri na heshima. Wanyama wakasema, sungura lazima ajaribu. Sungura akaanza safari. Njiani akakutana na mamba wanaoongea sauti za kutisha, nyoka waliovingirisha koo zao, na ngurumo ya mawe yakiteleza kwa nguvu. Lakini hakutumia nguvu, alitumia akili. Alipofika kwa mamba akasema, ninyi ni wakubwa na wazito. Je, mtachukua nini iwapo jiwe la laana litakuwa juu ya ardhi? Lazima mkalifikishe juu ya mto ili watu walisikie. Mamba wakagombana, majivuno yakawaponza, wakafungua njia. Kwa nyoka alipofika akasema,
Kicharuko aliwaahidi shanga, sio? Nitawapa mara 2, lakini kwanza nipiteni. Nyoka wakasalimu amri. Alipofika kwa jiwe, akalitaja kwa jina la zamani na kusema, jiwe tega, nikiomba kwa adabu utaniruhusu kupita. Jiwe likajisukuma pembeni, sio kwa uchawi, ila kwa sababu sungura aligundua kuwa ni jiwe lililokuwa limeng'ang'ania kwenye ufa. Akaligusisha mahali palipokuwa laini, likateleza. Akachukua kilemba, alipokivaa hakikuwa na uchawi wowote, lakini kilikuwa kinapiga kelele kidogo. Kumbe kilikuwa na manyoya yanayopenya upepo. Ukiwa makini, unajua kuna kitu kinakaribia kwa kusikia sauti ya mdundo wa upepo. Sungura akarudi na kiremba, wanyama wakashangilia. Kicharuko akabaki na mshangao, kisha akasema, hii nimeikokotoa mwenyewe, mbona haukushikwa na laana? Sungura akatabasamu na kusema, laana huwa kwa wanaoamini. Kwa upande wa fisi, aliaibishwa sana siku ya mtego. Akaamua na kusema, lazima nimshinde sungura, kwa nguvu au kwa ubaya. Akaenda kwa Kicharuko kimya kimya, kisha akamwambia, nipe dawa ya kumfanya sungura asijue aendako. Kicharuko akiwa amechoshwa na ujanja wa sungura, akatoa unga mweupe na kusema, mwaga mbele ya pango lake, atasahau yote. Na fisi akafanya hivyo, lakini sungura aliporudi akanyosha pua, kisha akasema, huu unga ni wa mpunga mweupe uliochomwa, hakuna uchawi hapa. Akausomba wote, akautumia kutengeneza utelezi nje ya nyumba yake. Usiku fisi alipokuja kimya kimya, akateleza, akajigonga kwenye mti na kupoteza fahamu. Asubuhi sungura akasema, huo ndio uchawi wa kutafuta visasi. Na simba alianza kuamini kuwa sungura ana nguvu zisizoeleweka. Ufalme wake ukawa dhaifu. Akaamua kumtisha sungura na kusema, njoo kesho mbele ya baraza. Sungura, ukishindwa kujibu kitendawili changu utakula adhabu. Na kitendawili kilikuwa, nini hukimbia bila miguu, huongea bila kinywa, lakini huua hata ambaye hajaona. Wanyama wote wakasema, hiki ni kichaa. Sungura akatulia kimya mpaka mwisho. Kesho yake akajibu na kusema, jibu lake ni hofu. Hofu inakimbia akilini, inasema ndani ya mtu, na inaweza kumuua kwa mawazo. Simba akashtuka, fisi akanyamaza, chui akatambua. Sungura akaendelea na kusema, ndiyo maana mnanitisha, lakini hamnishiki. Wanyama wakaamua kuwa mabishano hayana maana. Sungura akapewa heshima ya kuwa mshauri wa busara wa msitu. Na simba akasema, ujanja wako unaokoa uhai kuliko nguvu zetu. Sungura akajibu na kusema, msitu ni wa wote, akili bila hila ni kinga, hila bila uovu ni hekima. Wanyama wote wakamshangilia, amani ikarudi, na sungura akabaki kuwa hadithi ambayo kila mzazi aliiambia watoto, na kila mnyama aliamini kuwa ujanja si uovu, ila ni kuishi kwa hekima. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa komenti. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.